Bwana ndiye fungu langu na moyo furahi kwa Yesu. Haleluya, enziga. Haleluya, amen. Haleluya, enziga. Letea Yesu. Raha ya kweli ina jina hili na aliyeshika. Haleluya, enziga. Letea Yesu. Nimeingia mapendano haya, nimepata uzima na mpya. Haleluya. Katika kitabu cha Sala, ikiwa leo ni Jumapili ya kwanza wakati wa Majilio, na wazo kuu ni tumaini la kuja kwa Bwana. Ukurasa wa 60. Tuianze ibada hii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndio amri iliyokuja ndani ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Kristo Msaada wetu katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumuungane Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na neema zake zisizo na kikomo. Tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu, mawazo na maneno na matendo, tukatimizaji tukasana tukatubu. Kwa njia ya Yesu Kristo tusamehe na kusafisha Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi. Amen. Bwana akae nanyi. Tuombe. Saa ya siku inapatikana
Jumapili ya kwanza wakati wa Majilio na wazo kuu, tumaini la kuja kwa Bwana. Mwenyezi Mungu, mwana wako alikuja kwa unyenyekevu mkuu katika maisha haya yasiyodumu. Utupe neema tutatupilie mbali matendo ya giza na kuvikwa silaha za nuru. Hii siku ya mwisho atakapokuja kwa utukufu wa enzi yake kuu, kuhukumu walio hai na waliokufa, tufukie maisha haya yasiyo na mauti. Kwa yeye Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Amen. Basi nawasihi tuketi.
kama linavyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 52, tutaanza mstari wa 7. Neno la Mungu kama linavyopatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 52, tutaanza kusoma mstari wa 7 mpaka wa 10. Kwa msaada wa Bwana nitasoma. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema. Yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Sauti ya walinzi wako. Wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahala pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Na hili ndilo neno la Bwana. Karibu Tumaini Kwaya kwa wimbo na mala. Yeah.
Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 13 kuanzia aya ya 8. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana apendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katikati ya neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halifanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuasha tamaa zake. Ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Karibu kwa yakuu. Wakati wa amani zatengenezwa, maana farasi na mpanda farasi wanawe watu wa baharini, maana farasi na mpanda farasi wanawe watu wa baharini. Dunia imechafuka
fulani atabatizwa katika ibada hii. Kama yupo niomba simama. Kama ameshakwisha kufika simama. Sikilizeni neno la Mungu, Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 21 kuanzia aya ya 25. Sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 21 kuanzia aya ya 25. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 21 kuanzia aya 25 hadi 33. Atukuzwe Bwana. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amin, nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Ndilo neno la Bwana. Niombe tukae kabla kwenda kwenye ubatizo. Wageni waimbe wimbo moja.
uliamuru mtume wako waombee kitu chochote. Bwana, tunakusihi sasa, wewe ni Mungu wa amani, tunakusihi ukibariki chombo hiki ambao ni Power Mixer, ikadumu kuwa baraka katika kazi yako, wanapoendelea kutumikia wewe na ifanye kazi katika kanisa lako. Tunaiweka watu kutokea sasa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe sana na Bwana. Hawa watu wachache wamenunua kichombo. Good. Asante sana. Tuwapigie makofi. Peleke kabisa sehemu hiyo. Tumeshaweka watu sasa tunafanya kazi. Bwana asifiwe. Makofi gelegele kwa Bwana Yesu. Mungu awabariki sana. Sasa
bariki maisha yangu, nikae na wewe katika maisha yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amina. Piga makofi mazuri kwa Yesu Kristo. Wa Bwana, naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Yeye atasema jina lake, lakini ametoka Masasi, amekuja na wageni wetu. Tunamshukuru Mungu sana kupata baraka ya mgeni. Tumkaribishe kwa makofi na vigelegele. Nikisema jina lake nitalikosea, na msipende kulikosea jina lake, atasema mwenyewe. Haleluya. Sema amina. Mchungaji, karibu sana. Mungu akubariki. Unatoka kanisa kuu, kwa hiyo mwenyeji wa makanisa kuu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jina langu naitwa Father Mlaponi, natokea Dayosisi ya Masasi. Nina mke, jina lake anaitwa Upendo, tuna watoto 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kipekee nimshukuru Mungu kwa ajili ya upendo na wema wake ambaye anaendelea kutubariki sisi watumishi na wajakazi wake. Nimefuatana na msafara mkubwa, lakini nafikiri baadaye nitawatambulisha. Kipekee tumshukuru Baba Askofu wa Dayosisi ya Masasi, Dr. James, pamoja na Mama Askofu, lakini pia na Baba Mtunza, Baba Askofu wa Dayosisi ya Mwanza, pamoja na Mama Askofu na uongozi mzima, lakini pia na Baba Kennedy Kibiti, pamoja na safu yote ya wachungaji na akina mama na wote ambao mnaoishi katika dayosisi hii ya Mwanza. Mungu awabariki. Nimepewa nafasi fupi ya neno la Mungu. Basi bila kupoteza muda, naomba neno letu linapatikana katika kitabu cha Zaburi, sura ile ya 105 na mstari ule wa 4. Zaburi ya 105 mstari ule wa 4. Lakini ningependa tuanzie na mstari ule wa kwanza. Haleluya, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote, jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mstari wa 4 anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote, zikumbukeni ajabu zake alizozifanya. Wazo kuu linalokwenda kutongoza wiki hii ni tumaini. Katika maisha yetu sisi wanadamu, tunapaswa kuendelea kuliweka tumaini letu kwa Mungu, ambaye yeye ndiye aliumba mbingu na nchi. Katikati ya tumaini hilo, hatuna budi sisi wote kuzitaka nguvu zake Mungu ziweze kuwepo katika maisha yetu. Ndani ya tumaini hilo kuna kumtegemea Mungu, uwezo wake, ambaye yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Haijalishi ni wa mama, haijalishi wa baba, vijana, watoto na wazee. Na ndani ya tumaini hilo hatuna budi kuwa na imani. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kama tunavyoamini katikati ya imani yetu, Mungu tunahitaji kumwamini na kumtegemea na kumtumaini katikati ya maisha yetu, hata kama tunapitia magumu ya aina gani. Lakini tunawezaje kumtumaini? Na ni kwa kutaka nguvu zake. Neno kutaka unaweza ukaona ni kutamani. Kwenye shida
matatizo, adha na aina yoyote ambayo inayoweza kukutokea, unahitaji nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia nguvu za Mungu, ziko aina mbili za nguvu. Upande wa kwanza ni Mungu mwenyewe, lakini upande wa pili ni shetani. Sasa unapozungumza habari kumtaka Bwana nguvu zake, unapopitia magumu, unapopitia shida, unapopitia magonjwa, lazima utake nguvu za Mungu zifanye kazi. Na kama utaki nguvu za Mungu zifanye kazi, inawezekana utafika mahali utakata tamaa. Leo katika dunia hii unaweza ukaona watu wengi wameishiwa nguvu na wanashindwa kumwomba Mungu yanapotokea matatizo, yawe makubwa yawe madogo. Watu wamesahau kutaka nguvu za Mungu. Muulize jirani yako, mwambie jirani zako, unatafuta nini? Amekupa jibu. Yaani unaweza kuona ni Kristo lakini ameishiwa nguvu za Mungu. Na vita vijapojipanga kupigana na wewe, umefika mahali unalia na kulalamika na kulaumu na kusema Mungu amekuacha tena amekusahau. Lakini pia anasema hakika hata tusahau, kwa sababu yeye mwenyewe ametuchora katika mitanga ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema hizo nguvu za Mungu zikoje? Mara nyingine unaweza ukashangaa. Ngoja nikwambie kidogo. Mimi siku moja mwaka 2019 mwezi wa 11 saa 6 na dakika 35 na sekunde 10, mke wangu Upendo ghafla amepoteza maisha, amezimia. Mbaya shetani amejihudhurisha, mke wangu amepoteza maisha. Nikimgusa nakuta moyo tu ndio unapiga, lakini macho meupe. Nikaanza kusoma hiyo Biblia, Zaburi ya 105. Nilipomwita Mungu nguvu zake na nilisali sala ya baba yetu, ghafla naona na mguu anausogeza. Usiombe mume wako aumwe kwa muda mrefu asife, na usiombe mke wako aumwe kwa muda mrefu asife alafu wewe kazi ya kuuguza. Utajua na utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inakuwa ni raha sana usikilize story kama hizi. Usiombe ya kukute. Sasa ni mwaka wa 6 na uguza mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba baba njoo mara moja. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba ni dereva ambaye anajua mke wangu mimi alipokuwa anaumwa, na alipojitahidi kuendesha gari, kukimbiza ile gari kunusuru maisha ya mke wangu. Uongo? Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo BP ya mke wangu imeshuka, iko chini. Unaomba kama gombi, unalia michozi itoke. Naomba ukakae. Sasa unapopita katika magumu kama magonjwa, unahitaji kumwita nani? Mungu. Na unapomwita Mungu, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo wewe na mimi katika maisha yetu tunahitaji nguvu za Mungu. Kwenye simu yako una namba nyingi za watu mbalimbali, na mara nyingine inawezekana wengine wapigi simu, lakini wako wachache unawapigia simu. Kwa nini?
unataka kuzungumza na hao, lakini inawezekana asubuhi ya leo namba ya baba yako aliye mbinguni hauna, na inawezekana hata kwenye shida na tabu hujampigia. Na yeye amesema Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyajua. Leo tunahitaji kumwomba Mungu kutaka nguvu zake ndani ya kanisa, na pia tunahitaji nguvu zake Mungu kwa ajili ya kuombea nchi yetu, ambaye ndani yake tunatamani kuona ya kwamba yeye mwenyewe Yesu alisema, amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia, niwapavyo ninyi, si kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo ndani ya tumaini tunahitaji kumwita Mungu, na ndani ya tumaini hilo tunahitaji sasa kumkaribia. Na akasema, nikaribieni nami nitawakaribia, ninawapenda wale wanipendao. Haijalishi ni wa mama, haijalishi wa baba, haijalishi wazee, haijalishi watoto. Ikiwa umeishiwa nguvu za rohoni, kama vile gari linaposhindwa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa sababu limeishiwa mafuta, na ndivyo yalivyo hata na maisha yako au maisha yangu, ya kwamba ninahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, mafuta mabichi kuanzia utosi hadi wayo yatiririke ninapokwenda mlima wa maombi. Nikamdilie Mungu kwa ajili ya dayosisi yangu ya Mwanza, nikamdilie Mungu kwa ajili ya dayosisi yangu ya Masasi, nikamdilie Mungu kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania, nikamdilie Mungu kwa ajili ya Mwanza. Mungu atufanikishe na kutusaidia. Yeye aliyesema, amani yangu nawapa, amani yangu nawaachia, ombeni lolote mtakalo nami nitawapa. Sasa leo nashangaa watu wamekata tamaa, na wengine wana huzuni, na wengine hawana furaha na hawana amani, na wanasema Mungu sasa sijui itakuaje, na mara nyingine wanasema Mungu bora nife. Nani alio? Nenda kwenye mlima wa maombi ukamwambia nani? Mungu. Na bahati nzuri Mungu ametupa kutujalia siri za mbinguni kuzijua, na ametupa ilani na kanuni za kumwita. Amesema ili mwite Mungu lazima ufunge na kuomba. Hiyo ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Nitimisha tufanye nini basi? Zaburi ya 27 mstari wa 5 mpaka 8. Zaburi ya 27 mstari ule wa 5 mpaka wa 8. Maisha haya tunayoishi, tunaomba tuwaombee watu wengine waliovunjika moyo. Kuna watu wamevunjika moyo hata katika huduma. Wainjilisti wamevunjika moyo, wachungaji tumevunjika moyo kwa sababu ya mambo mbalimbali. Biblia ikasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule aletaye. Ingefaa mtu huyu afungiwe jiwe la kusagia, akatupwe katika kilindi cha bahari, kuliko kumkosesha mmoja wa ndugu hao. Lakini Biblia ikasema furahini na kushangilia hayo makwazo yanapotokea. Furahini na kushangilia kwa sababu thawabu yenu iko wapi? Mbinguni. Kwa hiyo yanapotokea matatizo, Mungu anataka ajulikane. Kanisa lisimame kwenye zamu ya maombi, ambayo watu wanakwenda na kurudi, wanapeana zamu kwa ajili ya maombi, kuombea mambo kadha wa kadha juu ya yale yote yanayokwenda kutuzunguka. Ikiwa ni maendeleo ya dayosisi, watu wapeane zamu kuombea maendeleo ya dayosisi, miradi mbalimbali, huduma mbalimbali, kazi mbalimbali. Lakini na wewe mwenyewe usikose kuombea kazi na shughuli zako unazokwenda kuzifanya. Haijalishi mfanya biashara, mfanya kazi, mkulima, mjasiriamali, kila shughuli unayokwenda kuifanya, asubuhi ya leo mwambie Mungu, nahitaji nguvu zako. Mimi nilio mdogo kabisa, nahitaji Mungu nguvu zako zishuke. Na Bwana Yesu akasema, maneno yangu yakijaa kwa wingi ndani yenu,
Unahitaji sasa kusoma kwa bidii, kama vile dobi anaposafiri, anachukua kiatu, anapiga kiwi, anavaa, anasafiri. Na ndivyo yalivyo maisha yetu, ya kwamba tunapopita katikati ya magumu yote, tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu atutakase maisha yetu, lakini pia tumwombe nguvu zake zije pale nyumbani kwangu napoishi, pale kwenye kazi yangu. Nahitaji kuombea nguvu ya Mungu ishuke. Halafu kama kuna mtu alikuwa na kudharau, aone utisho na nguvu ya Mungu iliyokuwa juu yako. Asema hakika nimemwona Mungu kwa sababu ya wewe. Nimemwona Mungu kwa sababu ya yule. Nimemwona Mungu kwa sababu ya wale, na yeye Mungu yuko pamoja nasi kama alivyoahidi mpaka ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Akasema tumpishe kinachotufadhaisha. Ikiwa ni ugonjwa, mpishe Mungu fadhaa yako. Ikiwa ni matatizo, mpishe Mungu fadhaa yako. Pishe mzigo huo. Nchi yetu tunahitaji kumpisha Mungu maombi, kwamba tuendelee kudumu katika amani, na tuombee viongozi wetu, na tuombee watoto wetu, na tuombee vijana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Luka 21:25 tunamaliza kukusema maneno hayo. Luka 21:25. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazama mambo yatakayopata ulimwengu. Katika dunia hii Biblia imeshatabiri na imesema kutakuwa na shida, watu watavunjika moyo. Sasa ili tupate kutiwa moyo, tusome neno, lakini tumombe Mungu. Na ndio maana anasema hivi, tangu nyakati za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu upatikana na watu wenye nguvu, nao umiliki na kuuteka. Kwa hiyo ukiona sehemu fulani kuna tatizo, lazima sasa utafute nguvu ya Mungu. Hata kama huna pesa, hata kama una pesa, lazima utafute nguvu ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia zake mbaya, na mtafute nani? Mungu. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, sifa na heshima ni za kwako wewe. Asante kwa ajili ya neno hili. Tunaomba Mungu, kanisa lako endelea kulipa nguvu akina mama, akina baba, vijana, watoto na wazee. Na hatimaye Bwana uweze kujidhihirisha ndani yetu. Na hatimaye Bwana uweze kujulikana kama ulivyojulikana kwa wana wa Israeli pale ulipowavusha katika bahari ya Shamu. Ndivyo hata katika maisha yetu. Bariki kazi na shughuli za watoto wako na ndani ya kanisa, na hatimaye Bwana kazi zetu na huduma, Baba, endelea kuzipa nguvu na jina lako lipate kuenea ulimwenguni mote. Ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu.
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Wanaonifuatilia, wasije tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sababu umetokea sasa, tunavunja hiyo ndoa ya kipepo inayokufuatilia. Katika jina la Yesu hai tunakutoa kwa damu ya Yesu tunatamani kule walipokimbiza kwenye msitu. Katika jina la Yesu hai. Sharifu, usimpatie tena ulinzi. Katika jina la Yesu sio wako. Tunakutenganisha na tokea sasa. Nakupa talaka ya kwanza, talaka ya pili, na talaka ya tatu. Yesu tunakutenganisha sasa. Katika jina la Yesu. Amen. Pamoja. Mlezi wa umaki usogee hapa mbele kidogo, upunge mikono. Asante. Katibu wa mtaa, katibu wa umaki, mwenyekiti wa umaki, mhasibu wa mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na kina mama wote wa umaki naomba mpunge mikono. Wengine niliokutana nao ni mama mchungaji, naomba usogee hapo mbele utupunge mikono. Bwana Yesu asifiwe. Huyo sio mke wangu, ni mke wa mchungaji mwenzangu. Kanisa kuu tuko watatu. Yuko padre wa mtaa, niko mimi Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawapenda sana jamani watu wa DVL. Asante sana kwa upendo wenu. Asante kwa mapokezi. Mungu awabariki. Kwa neema ya Mungu ni mama askofu katika uaskofu wa Dayosisi ya Masasi, kanisa Anglikana. Kwa jina naitwa Veronica Amasi. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumefuatana madereva watakuwa nje. Dayosisi ya Masasi, mtaa wa Masasi. Taarifa ya ushirika wa mama wa Kikristo mtaa wa Masasi. Mtaa wa Masasi una jumla ya makanisa matatu: Kachuru, Benako na Masasi. Una wanachama 75. Uongozi: Mariamu Achiko mwenyekiti, Rema Machinga mwenyekiti msaidizi, Angelina Sapuri katibu, Benedetta Mwanache katibu msaidizi, Ana Tingwa mwazimu. Kamati tendaji: Benedetta Hasani, Sofia Besigwe, Grace Samuel. Safari yetu imeongozana na Veronica Almasi, mama askofu, Jairus Mnaponi, padre wa mtaa, Sekra Chindo, mama padre, John Mapinya, katibu wa mtaa, Jerome Innocent, mlezi wa umaki. Msafara wetu una jumla ya watu 25 ambao ni wanachama tuliobarikiwa kufika Mwanza ni 20, viongozi wa kanisa mmoja, baba mchungaji mmoja, mlezi mmoja, dereva mmoja na konda mmoja. Shughuli tunazoshughulika nazo: ibada ya maombi kila mwisho wa mwezi, matendo ya huruma bila kujali imani za watu, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, uhudumu wakati wa ibada. Miradi tunayofanya: utengenezaji
utengenezaji vitenge vya batiki, kilimo cha mazao mchanganyiko, mbaazi, mahindi na karanga, utengenezaji na uuzaji wa sabuni za maji, uuzaji wa korosho za kuokwa na nyeupe. Lengo la ziara: kudumisha urafiki wetu kati ya wenzetu wa Dinari ya Mwanza, kuona na kujifunza shughuli na miradi inayofanywa na wenzetu, lengo la kupanua uelewa wetu, kuendeleza shughuli za ujasiriamali. Shukrani. Tunamshukuru Baba Askofu Dr. James Almasi kuturuhusu kufanya ziara hii kuja Mwanza. Pia tunamshukuru Baba Askofu wa dayosisi hii na uaminifu wake wetu kwa kukubali sisi kuja hapa leo. Mungu awabariki. Naomba katibu nimkabidhi taarifa hii. Katibu Omar. Katibu wetu, karibu kuchukua taarifa hii. Pigia makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa heshima na taadhima wanaumaki nyinyi wa dayosisi ya Mwanza, ndipo tutembelea mwaka jana, tulikuwa na deni la kuja kwenu, na leo lile deni sisi tunalilipa. Tunaomba wote mpokee zawadi yetu, japo kuwa imekuwa ndogo, lakini Mungu awabariki na kwa ukarimu wenu awazidishie sana afya njema ya mwili na ya roho. Karibu mama, ili uweze kukabidhi zawadi kwa wanawake.
na Bwana Yesu asifiwe sana. Basi napenda nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa wageni wetu kutoka Masasi, na mimi kwa neema ya Mungu nilikuwa mmoja wao niliofika Masasi mwaka jana, na ni mlezi wa umaki katika mtaa huu. Basi na nafasi ndogo ya kutoa zawadi, lakini zawadi nyingi zimetoka jana kwa kina mama, na hii tunaongezea tu kwamba ni zawadi ambayo ni mboga. Basi wakifika kule watu waweze kutumia kile ambacho sisi hapa Mwanza Mungu ametubariki nacho. Sasa sisi Mungu alitubariki na ziwa la pili kwa ukubwa la maji baridi duniani. Kwa maana hapa tunapatikana samaki hawa wadogo wanaitwa dagaa. So tuna imani kwamba mkifika kule watatumia. Zimekuwa process, zinaweza zikakaa hata wiki moja. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi wala shida. Jinsi zilivyo zinaweza zikamaliza zaidi hata ya wiki moja. Kwa hiyo naomba nitoe zawadi hii kwa kila mmoja, lakini niwaombe pia kwamba mtapokea na baadaye tunaweza tukarudisha tukafunga kwenye box moja ili kuwe na usalama zaidi. Ukifika kule Masasi kila mmoja atapata package ya kwake. Karibuni, tunaweza tukaanza na hawa. Karibuni basi niwakaribishe wenye zawadi moja moja. Karibu. Mimi napenda kumzawadia mama askofu zawadi kidogo, kwa sababu aliona mimi ninafaa kwake, akaniletea korosho na nikamzawadia na zawadi kidogo, pamoja na mwenyekiti, pamoja na dogo wangu. Karibu. Karibu basi zawadi.
sana dada zangu, naomba nimepelekea salamu na askofu James yetu. Naomba mkisikia kwamba mna watu ndugu zenu walioko hapa kwanza, napenda sana kuwapatia safari njema zidi kuongeana. Mungu atujalie safari nyingine ndani kwa kutekeleza utaratibu ambao sio kwa kuuziana na baada hapa, lakini kwa hayo machache naomba mjue shukrani hizi na salamu kwa baba askofu wetu na ndugu kule wengi ambao watakuwa na mambo ya mwisho wa ibada yetu imekuwa ndefu lakini ya baraka. Jina langu naitwa Padre Mlaponi, natokea kanisa kuu Diocese ya Masasi. Nilikuja Mwanza Diocese ya DVN, mimi pamoja na wanaumaki wa Diocese ya Masasi kwa lengo la kujifunza juu ya maendeleo na hasa ya diocese pamoja na wanaumaki. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake, ametulinda kipekee katika safari yetu. Tulianza salama na tulipofika Mwanza tulipokelewa vizuri, na yako baadhi ya maeneo tulipita kuona miradi ya Diocese ya Mwanza kama shule ya kimataifa pamoja na shule ya sekondari, lakini pia na miradi mbalimbali ya wanaumaki ambayo wanakwenda kuifanya. Hasa pia tumejifunza juu ya duka lao la wanaumaki na baadhi ya maeneo mengi. Kwa kweli kipekee tunamshukuru Mungu. Pamoja na shukrani hizi tunawashukuru maaskofu wetu, Baba Askofu James Almasi pamoja na Baba Askofu wa Mwanza ambaye yeye ndio mwenyeji wetu, kwa mahusiano yao mazuri ambayo walioyaonyesha, na sisi kama watoto wao hatuna budi kuyaenzi na kuyaishi hayo, maana tumeona upendo wao wa ajabu na jinsi ya ukarimu na upendo tuliokwenda kuupokea kwao, na Mungu awabariki sana. Tunawatakia kila laheri na upendo huu tudumishe milele na milele. Asante sana.